kwanza watu walipenda mtandao wakacheka nasema kwa ilikuwa ni mbali kutoka Dar es Salaam mpaka Malawi. Hatimaye leo wananchi wamekuta machozi. Wamekuwa unawaambiaje leo wananchi? Yaani kwanza leo ni siku ya heshima kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Young Africans imekuwa timu ya kwanza kufuzu klabu bingwa kutoka Tanzania. Kwanza tuwapongeze, wameheshimisha taifa. Kiukweli Silver Striker ni wagumu, wana wachezaji wagumu. Mimi mwenyewe kiukweli dakika 90 zimeisha ndio nimeamini Yanga kafuzu. Kiukweli niwapongeze sana kwa sababu leo Yanga alikuwa ni nyakati mbili, kuzuia na kushinda. Yaani ushinde na uhakikishe mpinzani asipate goli. Kwa kweli Mungu ni mwema, wamestahili kwa kweli. Prince Mpumelelo Dube amekuwa gumzo mashabiki mpaka kuna muda kwa tamani atoke kwa sababu uwezo wake ushafika mtoni pia. Prince Mpumelelo Dube Azam wangemwacha akacheza. Unajua kuna ukweli ambao watu wataki kusikia. Azam tunaamini ni timu kubwa, lakini una mambo ya kizamani vibaya mno. Mnamshikiaje Prince Dube? Dube kipindi anaondoka pale Azam alipoteza vitu viwili, soksi na boxer. Dube alipokuwa Azam mbona alikuwa achezi hivi? Azam wamemloga, wamwacha akacheze zaka za kazi, mnakuwa mawapi? Azam ameondoka kwa amani kabisa. Mchezaji akigoma kucheza kwenu ni kosa, mnamhatarishia hadi maisha yake ya mpira kiasi hichi. Dube huyu kalogwa, Azam mwachilieni, mlipofunga nenda nikafungue. Sio Dube unamjua wewe. Dube kalogwa yule na Azam. Mambo gani hao wanafanya? Chome, ukiona Young Africans ndio ilipocheza leo ni kama watu walikuwa wakishikilia roho. Tangi ameshika kocha Patrick Mabedi. Kwanza unaona mabadiliko ya timu ya kwanza Yanga toka msimu umeanza, msimu huu 25-26. Leo Yanga ndio kacheza mpira mkubwa. Yanga ameprocessi, Yanga kacheza nafasi, Yanga kajilinda. Silver Striker katoka dakika 90 hana on target. Sura nielewa. Unaona kiasi gani Yanga inaendelea kuimarika. I believe Yanga msimu huu inaishia finali. Pacome Pedro Zouzoua Zouzoua wa Velkosi. Kwanza umeonaje performance yake kama moja ya key player kwa Young Africans? Pacome Zouzoua yule ni MVP kwa sababu leo kamaliza mechi. Tangu anaanza before kuumia Pacome alikuwa na kiwango kizuri sana. Unaona kaenda kufunga goli kaumia. Ile ndio aina ya wachezaji ambao Yanga wanajivunia na anaonesha Ivory Coast hawajakosea kumuita timu ya taifa. Pacome ndio mchezaji pekee kutoka Tanzania anacheza kombe la dunia. Kwa hiyo quality yake lazima uione tu uwanjani kwamba hii ni quality ya kombe la dunia. Pacome Pedro Zouzoua kiukweli mimi nadhani kwa sasa ndio muhimili mkuu wa Yanga. Siku nyingi karibuni kulikuwa na comparison kulinganisha mabeki Dickson Job pamoja na beki wa Super Club. Kwa kile ambacho amekifanya Dickson Job kwanza kwenye mchezo wa leo, anaendelea kujiweka mbali zaidi au bado anaacha kuendelea kulinganisha? Kwa kiukweli mimi natamani aendelee kumlinganisha kwa sababu Rushan De Loko ni beki mdogo. Unapomlinganisha na Dickson Job unampaisha kidogo, unamfanya aendelee kujituma, lakini 1v1 Dickson Job ni bora. Ukiangalia leo akapiga tackling kama 20, kafanya saves kama 30, kapiga ile blocking kama 120. Unaona kiasi gani beki amemachua. Kumlinganisha ni sawa kwa sababu tunamfanya Rushan De Loko modo wake awe Dickson Job. Kweli Yanga wapongeza sana. Yanga ilionekana ni kama vile haifuzu, watu walikatia tamaa. Unadhani kwa ni sababu gani hasa? Kwa sababu ya uchizi vunga. Unajua sisi mashabiki wa Simba tunatabia kushabikia kitu kwa mara moja. Uchizi vunga alipoifunga Yanga watu tayari walimpa heshima, lakini Watanzania hawakuelewa. Uchizi vunga kaifunga timu kubwa, sio unaelewa? Sasa leo nilikuwa naomba niongee na wananchi, kesho tuwasindikize wale Malawi na mapiano. So walikuja wanacheza wananchi, kesho tuwasindikize wale wa Malawi na mapiano. So walikuja wanashangilia. Uchizi vunga leo dakika hadi anatolewa hakufanya hata on target hata moja. Unaona kiasi gani Yanga walikuja kimkakati na kujilinda. Ile Silver Striker ni katimu kadogo sana kulinganisha naye. Yaani kuendelea kubishana na Yanga kiukweli ni kuwakosea heshima na Yanga. Mimi kama Mtanzania wa kwanza nimefurahi kuishuhudia timu ya kwanza ikiingia makundi. Azam anaweza sasa ya kwanza. Azam wale si wako shirikisho, michuano ya kanuni. Ile michuano ya kanuni. Sawa? Kwa namna unavyoona sana najua huyo anasema tunaenda kucheza finali, lakini kama watu wanasema Yanga ameshinda pili hawana furaha. Unajua sikia nikwambie. Yanga leo amecheza kimkakati kwa sababu yani tayari ashatoka Malawi.
ameshaongozwa goli moja, una mtaji wa goli 2 mkononi, unataka ufanye nini? Ulete mapepe ufungwe? Kwa sababu pale Silver Strikers hajapata goli, Yanga kwa ametoka kwa kanuni, unanielewa vizuri. Kwa hiyo kocha lazima ashikilie kikosi chake. Unaona kabisa uvumilivu wake umepeleka Yanga mapema. Nadhani wana kazi ya ziada ya kufanya kwenye uwanja wa mazoezi, waendelee kutengeneza chemistry ili Yanga irudi kuwa ile watu waliozoea. Kidogo kidogo unaona mpira unaanza kupigwa. Simba tunazika na timu bora bwana. Mtome, ukiangalia leo Yanga walivyocheza leo hii, nani anastahili kuwa man of the match kwenye mchezo huu? Mimi kiukweli leo nimemwona Duke Abuya. Duke Oga Abuya kacheza vizuri sana kwa sababu Duke Abuya alikuwa anacheza namba 3 leo pale uwanjani. Alikuwa anacheza namba 5, alikuwa anacheza namba 6 na alikuwa anacheza namba 8. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ni aina ya mchezaji ambaye anastahili kuwa man of the match. Kwa hiyo amecheza vizuri na tunampongeza Duke Oga Abuya. Tuangalie performance ya Edmund John ambaye aliingia kama saba. Edmund John kiukweli yule bwana mdogo anaendelea kutuprove wrong wale wote ambao tulimkatia tamaa. Guys, Tanzania tuna vipaji vingi kwa sababu ni mechi ya maamuzi na amecheza bila pressure. Kuna baadhi ya dribbling ambazo azifanya ule bwana mdogo au nyinyi makweli Tanzania tumekuwa. Mimi napenda kwa sababu wachezaji wazao wanafanya vizuri, tunaendelea kuimarisha timu ya taifa, unaelewa eh? Kwa Edmund John ni mzawa na anacheza vizuri na ataendelea kuonyesha kiwango bora zaidi alichoonyesha. Inawezekana matarajio ya mashabiki wa Yanga ilikuwa leo Silver afe walau goli nyingi, lakini zimekuwa mbili. Mimi niwaambie kitu kimoja mashabiki wa Yanga, mechi za kimataifa, hii ni klabu bingwa sio shirikisho. Unaona Azam mechi zote mbili kacheza Tanzania, lakini unaona mechi ya kwanza Yanga kaenda Malawi, unajua mechi ya pili kamaliza hapa. Hii klabu bingwa unacheza na bingwa wa nchi, nafasi ya kwanza au ya pili. Msifikirie utakuwa ni mchezo mwepesi kwa sababu vilabu vingi sasa hivi vimewekeza. Sijui unanielewa. Unaona leo quality ya Yanga ya wachezaji wao ndio imeamua mechi, lakini mechi ilikuwa ngumu vibaya mno. Mechi ilikuwa ina pressure kwa wachezaji kwa sababu wangeruhusu chuma yoyote Yanga ameaga. Kwa hiyo tuwapongeze. Kesho sasa tunataka pilau. Kuna hiyo mechi yenu unazungumzia nyinyi Simba sasa na Singizini. Sasa Singizini ile si kama Simba kwa mazoezi. Kivipi? Ile ni timu sasa ile Singizini. Singizini atachukua timu ya Nondokapu pale, hana shinda. Mchome bure imewalipa Yanga? Bure imewalipa. Jamani siwafichi. Mimi ningewaomba Yanga mechi zote za makundi waweke bure. Ipigwe full house. Watu wajae, waje washabikie. Unaona leo vibe limewapa matokeo, unajua. Bila kuwa kuna baadhi ya maamuzi wanafanya refa anasahau, watu wanasomea, refa anarudi tena kujikagua. Sio, unaelewa? Kwa hiyo bure imewalipa. Target ni nini? Kiingilio hapa Yanga wangeweka hata milioni 100 wasingepata. Sio, unaelewa? Watu wangekuja wachache. Lakini ameweka bure, amepiga full house. Niambie makundi anaingiza bilioni ngapi? Sio, unaelewa? Hesabu. Kama una hesabu vizuri usikuelewa hesabu za Yanga. Yanga ametarget hela nyingi. Haja target hizi 5,500 za viingilio. Alijua kabisa wanachama na mashabiki wakijaa wataipa timu nguvu. Timu itafuzu, alafu makundi ataingiza hela nyingi. Unaona hesabu hizo? Kama una hesabu za kibiashara usikuelewa. Olo ni olo. Yanga wanatajiri na wajali. GSM kanunua siti zote tu wamekaa relax. Uhalisia kwenye timu sasa ilivyo kiwanjani. Si imefuzu. Kwenda sasa tunaenda tu ya makundi. Hiyo ni hatua nyingine sasa tunajipanga kimingine. Unajua mechi za mtoano ni tofauti na mechi ya makundi. Unaweza ukajipanga vizuri, umeelewa? Ukashinda mechi zako za nyumbani, ukafuzu. Njoo mwanangu.